Wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Habari za kutwa. Tunaendelea tena na kipindi chetu. Leo ninakuja na mada inayosema heri kufa mjinga ukaonekane mwerevu kuliko kufa mwerevu ukaonekane mjinga. Basi kabla mada hii hatujaianza kuisema katika chaneli yetu hii inaitwa Urusu la Haule, niwaalike tu kwamba unapofungua chaneli yetu hii usihofu, endelea. Tuna maandishi hapo chini yanasema subscribe, basi unayagonga, itakuja kengele, basi unaibonyeza ili uendelee kuwe na vipindi vyetu kwa kila wakati. Sasa kabla tujaendelea na mada hii inayosema heri kufa mjinga kuonekane mwerevu kuliko kufa mwerevu kuonekana mjinga, tuanze kwa sala kwanza. Karibuni sana. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Tukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Kama ilivyo ada ya vipindi vyetu, basi tunaanza neno la Mungu kutoka Biblia, Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 2 aya 51 hadi aya ya 52. Anasema basi akarudi nao pamoja nao hadi Nazareti, akiwa anawatii, na mama yake aliyeweka hayo yote moyoni mwake. Na Yesu aliendelea kukua katika hekima, kimo, akipendwa na Mungu na watu. Hiyo ni Injili ya Luka sura ya 2 aya ya 51 mpaka 52. Tunaona Yesu anakutana na mama yake na baba yake Yosef, babake mrishi. Yuko hekaluni, anahubiri, anaongea na wazee na waandishi, Mafarisayo na Wasadukayo, wanamhoji, anajibu maswali. Mama na baba wanamtafuta. Baada ya kumkuta walishangaa sana, lakini Yesu aliamua kuondoka nao Nazareti, akiwa na watii. Na yote mama yake aliweka moyoni. Na kutokana na hilo anasema Yesu akaendelea kukua katika hekima na kimo, akipendwa na Mungu na watu. Neno langu hapa la msingi ni hilo tu, kwamba Yesu alikuwa Mungu, akajifanya mwanadamu, kaja duniani, akatoa mwili, akazaliwa na mama Bikira Maria. Huyo Yesu ni Mungu, amezaliwa na Bikira Maria, ni mtoto wa Maria. Maria anamwona Yesu kama Mungu wake, lakini mtoto wake. Na Yesu anamwona Maria kwamba ni kiumbe wake, lakini ni mama yake. Ya ajabu hapa, hilo fumbo kubwa sana. Lakini nataka kusema leo hapa, sisi ambao tunajiita wafuasi wa Yesu, kwa namna moja au nyingine, ningewashauri kitu kimoja tu. Hebu tumwige Yesu vizuri. Tunaona yeye mwenyewe Yesu anatuonyesha mfano, anakuwa mtii kwa mama yake. Anasema anawatii, alikuwa anawatii. Jamani, wenzangu, hivi Injili ya msomi, Injili ya Luka sura ya 2 aya 51 mpaka 52, yani ziko nyingi, lakini hapa tu hampasomi kwamba alikuwa anawatii. Na kutokana na hilo akawa anakuwa katika hekima na kimo, na Mungu alimpenda pamoja na watu. Hivyo wapenzi, hebu jiulize swali, wewe kama kweli ni mfuasi wa Yesu,
ni kiasi gani unamwiga Yesu katika kumtii mama yake huyu Maria, ambaye yeye alikuwa anamtii na anaendelea kumtii. Alimuumba kuwa mama yake, akazaliwa na yeye. Huyo Yesu huyu alikuwa namna ya Mungu. Nasoma Injili ya Yohane sura ya 1 aya ya 1 mpaka ya 4 mpaka na aya ya 14. Kwa hiyo Yesu kwa namna ya Mungu, kwa neno, kwa namna ya Mungu, alikuwa Mungu, akamuumba huyu. Kwa hiyo Maria ni kiumbe wake, lakini akazaliwa naye. Kwa hiyo Maria ni mama yake. Ina maana kwamba Maria anamwona Yesu kama Mungu wake, lakini mwanae, na Yesu anamuona Maria kama ni kiumbe wake, lakini mama yake. Cha ajabu sasa hapo akawa anamtii. Kwa hiyo nawaalika nyi wenzangu kuchukua neno moja tu, kumtii huyu mama. Kumtii huyu mama kama Yesu alivyofanya, akawa anamtii, ili na wewe uweze kukua katika hekima, upate kupendwa na Mungu na watu wakupende, upate wokovu. Na ishara wazi, ndairudia siku zote, ishara wazi kwamba unamtii huyu mama, onyesha kwa vitendo. Sio uzaliwe na huyu mama tendo wenyewe. Sasa kuzaliwa na huyu mama na kama unamtii huyu mama, ishara yake ni kusali rozari. Ulimwengu huu kama watu wote tungekuwa tunasali rozari, maana yake ilikuwa ni ishara ya kumtii Mama Bikira Maria. Na kitendo cha kumtii Mama Bikira Maria kinampendeza Mungu sana. Na tunaona kwamba kutokana na hilo kumtii mama yake, alipendwa na Mungu, alipendwa na watu. Ina maana kwamba binadamu tutakuwa tunapendwa na Mungu, alafu na wenyewe tutakuwa tunapendana. Hii fadhila ya upendo haifiki kienyeji kwa kusema tumwige Yesu. Maandiko yanasema alikuwa anamtii, anawatii. Kwa na sisi tuige jamani kumtii Bikira Maria kama Yesu mwenyewe alivyofanya. Alikuwa anamtii Bikira Maria mama yake. Ni waombe tuzifanye, tunajua sana uelevu sana. Tutakufa tukiwa tunajifanya uelevu, lakini hatimaye tutakuwa wajinga, tunataka wajinga. Aheri kujifanya hatujui kama Yesu alivyojifanya. Alikuwa namna ya Mungu. Nasoma barua ya Paulo kwa Filipi sura ya 2 aya ya 6 mpaka 12. Anasema Yesu alikuwa namna ya Mungu, lakini anakuwa Mungu wake si kitu. Kwa hiyo ni waombe wenzangu, niwaalike kwamba tuone ubinadamu wetu si kitu. Kama wajinga fulani hivi, tumwige Mama Bikira Maria, tumwige Yesu. Mama Maria alimuona Yesu kama ni Mungu wake, lakini pia ni mtoto wake. Na Yesu alimuona Bikira Maria ni kiumbe wake, lakini mama yake. Kwa hiyo akawa anamtii mama yake. Ina sisi tufe katika ujinga huo, kwamba sisi ni wajinga. Kwa hiyo kama ni wajinga, basi ujifanye ujue chochote kile si kitu, kusudi usikitu wako ukupelekee kufa katika hali hiyo ya unyenyekevu wa kweli wa kumtii Mama Bikira Maria. Hatimaye siku ya mwisho ukaonekane mwelevu, upate uzima wa milele, kuliko kufa katika uelevu siku ya mwisho ukaonekane mjinga ukapata jehanamu. Kwa ni waalike leo wapenzi, katika familia zetu kama Wakristo na watu wengine wote, tumwige Yesu katika kumtii huyu mama, ili na sisi tupendwe na Mungu, tupendwe na watu. Tufe katika ujinga kuliko kufa katika uelevu, ili baadaye tuonekane ni uelevu, au ni wajinga tukawa uelevu zaidi baadaye. Kwa hiyo leo kauli yangu ya mwaliko ni kwamba ni hivi: heri kufa mjinga ukaonekane ni mwerevu, kuliko kufa mwerevu uonekane ni mjinga. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amen. Asanteni sana.